Hello guys, kama kawa, welcome again kwenye Ami Show TV Plus 257 kwenye microphone pamoja na MB Promoter aka Mr. If you like me, like you, you don't like me, I don't like you too, that is my name. Kwa nyuma kamera pamoja na Sisi da Silva kama kawaida, mnyama wangu yo inakuwaje kwa fresh. So usikose kusubscribe, share and comment, we need it now. You know what, ukiwa Canada, ukiwa France, ukiwa Saudi Arabia, ukiwa sehemu popote Marekani, sijui wapi kadhaa, Uganda, Kenya, watu wote tunawapata, watu wa Nairobi tunawapata 100%. So kumeni hii ni Ami Show TV Plus 257. Kama kawaida unajua nini, kila siku waga nakuletea mtu mbabe, mtu mpya sana ambaye hujawahi kufanyia exclusive interview kama sio hapa. Leo na kijana wangu mtonga nguvu sana ambaye for now anafanya vizuri kwenye industry ya music, ni mwimbaji. Yeye mwenyewe atakuja kutambulisha. Labda mimi waga namfahamu jina lake, labda mwenyewe ndio utawafahamu. Mimi waga namfahamu kwa jina la SANT. Labda wewe mwenyewe utaandika hapo utajua ni jina gani. Alafu unakuja kama ni boy. So inakuwaje kijana? Safi kaka. Uko poa? Poa kabisa. Mambo vipi? Safi kabisa. Hebu jisikie uhuru. Yeah, niko fresh. Alafu naona you look so smart na brother. Yeah, thank you. Very much. So karibu kwenye runinga la Ami Show TV. Thank you. So kama sijasahau, watu labda wanahitaji kufahamu na I need to know you very well. Watu labda wengine wanafahamu baba na mama kwanza. Yo, kwa majina nilipewa kwa baba na mama ni Shimiri Mana Tusen. Shimiri Mana Tusen. Yeah. Kwa jina ambayo mpaka sasa unatamba nalo ni jina gani? I'm Saint Boy Shagwan, aka Mr. Afrondunk, a boy from Kamenge. Yo. Oh my goodness, you're a boy from Kamenge. Kamenge tuna vipaji vingi, you know. Ni a boy from Kamenge anatoka Kamenge. Sehemu gani Kamenge? Hapo chini tu kidogo Kudisi. Mteza, yeah. Kudisi Mteza. Yeah. Watu wanahitaji kufahamu Shimiri Mana Tusen aka Saint Boy aka Mr. Shagwan. Shagwan nani? Shagwan. Yeah. Afrondundi. Yeah. Afrondundi, watu wanahitaji kufahamu Afrondundi ni style gani? Afrondundi yani iko ya mstyle za nyimbo za kucheza ya. Nyimbo za kama vile Afrodance. Afrodance ya. Ulipanga Afrondundi. Mimi Afrondundi. Kwa nini ulipanga Afrondundi? Maana niko Murundi. Uko Murundi? Yeah. Na beat unapiga kwa Kirundi hapo? Beat tunachanga, yani tunachanga tu. Yeah. Kwa Kirundi na kwa nini? Yeah. Yeah. Saint Boy, nafikiri kama ukiwa na miaka mingi kwenye muziki, sijui labda 5 4, labda we need to know kwa for now mimi nina miaka 3 kwenye kazi yangu industry ya utangazaji. Labda sijui wewe. Mimi na mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja? Ndio. Ndio unaanza muziki? Yeah. Ila kwa kusema naenda studio, maana kwanza muziki ni pale official unaachia kazi. Ndio nasema hapa nilianza muziki hapa huyu mwaka. Ila sasa kwa yale mambo ya kusota unazunguka huku na huku, wakutana tu kuna muziki ilikuwa ndani. Unaika nayo ndani sasa ilikuwa official, ndio tunasema kwanza muziki. Kwanza muziki. Yaani kuachia watu waanze kusikia. Ndio. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa huyu mwaka. Mwezi wa pili. Mwezi wa pili? Yeah. Ndio kwanza. Ndio. Ambao ulipata kwa jina gani? Shumi ndio nyimbo nilikuwa naona unaposti mara nyingi, watu wadada wazuri wako wanafanya ma challenge dances lao, ndio hiyo. Yeah, ndio hiyo. We need to know na kwa nini uliamua kuandika nyimbo inaitwa Shumi? Kwa sababu unajua Burundi kama uko Burundi mara nyingi wanatoa ma titles za Kirundi. So Shumi, uliamua kuandika Shumi kwa sababu gani? So Shumi ni yani ni inspiration tu niingiaga ndani Shumi maana inakuja nafasi ya mpenzi. Yeah, hivyo. Shumi. Yeah. Nafasi ya mpenzi. Yeah, Shumi yani Shumi. My Shumi ya. Shumi sugar mami. Yeah, sugar mami, vitu kama hivyo. So, Saint Boy, uliandika Shumi. I need to know experience ya kuandika Shumi ilitokea wapi? So, idea ya kuandika Shumi tuseme hivi yani ilikuwa tu ya story kwangu ya. Tulisotabia basi ilikuwa. Yani ukishaisikia utafuna jua tu ndani yote utafuna unapata picha nzima. Mimi nishasema labda kuna wengine wako Canada ambao hawajaisikia, ndio maana kwanza wanakuwa na exclusive. Alafu unasikia Saint Boy. Labda wangelijua kidogo ili waweze kuruka kwenye YouTube yako. Wajue Shumi na maana gani kidogo tu. Moyo wangu nataka we bujikire zichanje ni wewe je kuba ndi kumwe na wewe nuko natahuya agaciro kawe misitaki wa Fatuman wala sitaki wa Mwajuman, oya misitaki wa Fatuman wala sitaki wa Mwajuman, Shumi shaka wewe Shagwan. Shagwan, Shumi shaka wewe Shagwan.
Unasikia wimbo kwamba Shumi Shaka, ina maana alikuwa namba kwamba hataki mtu mwingine. Anakutaka wewe mtoto wa Kiamerikani, wewe mtoto wa Kiburundi, wewe mtoto wa Kiuganda, mtoto wa sijui kadhaa ndio anakutaka. Hataki mtu mwingine. Ina maana true story kwamba kuna mwanadada ulikuwa ndani kwenye uhusiano nao mapenzi. Yani kuna mwanadada kwa mahusiano mapenzi. Ulikuwa unapenda sana. Kwa mpenda sana, nilikuwa sitaki kuona hata wengine. Ndio nasema sitaki wa Fatuma, sitaki wa Mwajuma, Shumi Shaka wewe. Na kipindi ulipoanza kuimba, huyo dada alihalisi kwamba niende unamwimbia au ulianza kumwambia kwanza? Yani wimbo niliandika tunapendana naye. Ile sasa kwa kuja kuachilia, maana niliandika kitambo, kwa kuja kuachilia tulikuwa tuko naye. Sasa ilimfika tu na yeye. Labda siku ilimfika kukuambia kwamba turudiane, basi kuandika hata SMS basi na wewe wimbo turudiane. Aliandika ila nilikuwa busy sana. Kwa busy na wakina wengine kama nani? Tuachane nayo. Tuachane nayo. Sandboy, kwa sasa hivi unatakiba kama nyimbo ngapi? Kwa sasa na nyimbo moja iko kwenye channel yangu ya YouTube, ila muda si mrefu nitachia nyingine. Ina maana una wimbo mmoja na sasa hivi inafanya vizuri? Ndio, nashukuru Mungu. Kwenye YouTube una kama vile viewers ngapi kwa wimbo wako? Na viewers 3000. 3Q. Kuna wengine hawajafikisha hata viewers, wako na 2, 1, hawana hata 2, wako na 200, 300. Ndio muziki. Mimi bado maskini ya Mungu, mimi nilikuwa zangu na 800 kama na ngapi? Ni hatari pale. Ana nyimbo moja ambayo inaitwa Shumi. Ni wimbo ambao aliuandika kwa experience. Alafu nyimbo ambayo iko poa, ukienda kwenye YouTube yake ya Sandboy pale utaiona hiyo wimbo. Ni wimbo mzuri sana, amazing sana. Alafu jamaa na kipaji. Ngoja utamsikia, bado tujamaliza utamsikia. Shagwan. Kama sio siri, tuambie nani ambaye anakusaidia kwenye kazi zako za muziki? Yani kwa kusema kunisaidia, kwanza mimi kuingia studio, kusema naingia studio, aliyenisaidia kuingia studio maana kwa naona kipaji changu, nashika voice na mtumia, ilikuwa mama T-Max. Mama T-Max. Pale pote ulipo T-Max Yolendi. Eti respect. Ndo akanilipia hiyo audio, nikaingia nikafanya Shumi akaenda nisaidia vitu vidogo ndo hivyo. Kukajitokeza wengine mtu akanisaidia video, nashukuru Mungu yani. Hiyo video ilikuwa inaitwa nani? Karim Alaba. Karim Alaba. Iko sehemu gani? Iko hapa Burundi, yani director. Iko hapa Burundi from Grand Pictures. Grand P. Niambie kwanza, kipindi uliwezaje kumtafuta T-Max? Kwa sababu gani kumtafuta Fizzo wala kumtafuta Satbi wala kutafuta Natasha? Kwa sababu wote wana uwezo kulipia studio. Kwa nini umtafuta T-Max? Yani niliona wenye iko karibu yangu na tunaongeaga naye, maana wale sio kila utaweza enda ita kuitikie no. Na mna karibu gani na T-Max sasa? Ni mwanafamilia. Na kipindi ulipomtumia vocal, kitu cha kwanza ambacho alikuambia wewe ilikuwa kitu gani kama unakumbuka? Nakumbuka haikuwa huyu mwaka iti 2001 no. Ilikuwa mwaka 2019. Tulikuwa tunaongea kusimu, nikaimba pale akasikia kipaji. Akasema usijali nitakusaidia. Ndio hivyo tu, mtu anahangaika na vitu vya masomo ndo. Ikafikia hatua nikamwambia mimi niko sawa kabisa, naweza nikaingia studio kwa sasa. Akaniambia imba tusikie. Ndo nikaimba Shumi, akasema ingia studio, ndo vitu vikakuwa fresh, nikaingia studio na hadi hivi ngoma niliachia na watu walipokea vizuri, nashukuru Mungu. Na ni kiasi gani cha pesa ambacho T-Max alikulipia kwenye studio? Hiyo ni siri. Ulifanya kwa studio gani? Wana record. Ndio wana record ni laki 2 kupanga. Au unadanganya? Ndio hivyo, ni wana record, producer the best. Niambie hapo the best, ulipoanza kuingia studio, ni kitu gani kama vile changamoto kilikusumbua sana? Kitu changamoto, yani mimi nifika studio, hiyo changamoto zilizonikuta sioni, maana nilienda utafikiri niko mwenyeji sana. Kwa sababu changamoto unajua, kuna kipindi unafika pale studio unakutana unakwenda kurekodi, unasikia labda producer akwambia wewe hujajua bana, rudi utakuja kesho, labda wewe unaona misari yako hajakuwa sawa, rudi hivi au achana hii sauti acha, sio kwa changamoto hizo unaweza kukutana nazo. Hapana, nasema producer ananiambia big up kwa mara ya kwanza tunatumika, yani haunisumbui, big up sana. Kweli? Ulijisikia kipindi alipokuambia hivi? Nijisikia tu ndani fresh. Nikajisikia bidii ndani mwangu kutumika na nguvu sana zaidi. Maproducer wawili ambao Burundi unatamani kufanya nao kazi, hujawahi kufanya nao kazi? Burundi. X Factor na Endo Mike. Kwa nini hao wawili?
Maana wengine tushafanya nao kazi wengi. Wote. Ya hivi na kazi zimetulia tu, yani ni kuwapatia tu. Ndio hivyo. Na Saint Boy kama sio siri. Ulichosema kwamba T-Max ndio alikunani pesa muziki wako kwa nene na kulipia sasa. Hao mpaka sasa hizi ni yeye ndo mpaka hivi anakumiliki. Bon. Sio kusema hanimiliki, ananisaidia na yeye, ila wanakutokiana na Shumi, kuna watu wengi walipenda ndo wakasema ingia studio tena. Kweli. Pige nyingine kiboko. Upige nyingine kiboko tupatie mabombi ya pili. Ile inaitwa kwa jina gani? Ni siri hiyo, mtaona wabaki tu wananifuatilia kwenye social media zangu zote nazotumia. Instagram pale ni Saint Boy Official, Facebook ni I am Saint Boy. Alafu unapendaga kuvaa kama vile African Boy. Sasa mara kwanza mara nyingi waga nakuona unapenda African Boy. Wewe ni fans wa Dukes? Anavaa tu kango kawaida. Hujawahi unamfeel? Nampenda tu sana, ila ni kawaida tu. Msanii wa East Africa ambaye unatamani kufanya naye kazi siku ndoto zako zikikamilika? Ni wengi sana. Umoja mkuu. Umoja. Ni wengi sana. Wakina Diamond Platnumz. Tukienda Rwanda wakina Medi, wakina Shine Boy, Davis D. Tukienda Uganda ni wengi sana, Wakibenda ni wengi. Tuende kwa maisha ya kawaida ya nyumbani. Watu waga mtaani wanakuchukuliaje? Wanachukulia tu, wanachukulia yani maisha ya ustaa sana au mwanzo wako wanasikia tu na imbaga bila hawajasikia kazi. Ilikuwa gumzo nikipita. Ngoyo ni msanii. Nataka kuimba. Changamoto hizo. Ile sasa wanasikia kazi wanasema ule jamaa heshima. Wanachukulia tu star wanasema ule jamaa iko na kipaji. Na wengi wanafikiri wananisupport nani. Hivyo. Ndio nakusupport. Ndio. Hebu tuambie kwenye mtani kwenu nimeulizwa kwamba ni mtaa wa Songa kama sijasawa Teza. Unapofanya show waga wanakujaga wengi, unaonaga watoto wa mji wa watoto wa nyumbani au hujawahi kufanya show? Nishawahi kufanya show, walikujaga wengi, ila nishafanya show moja tu hapa Bujumbura. Zingine ukafanyia wapi? Ingine hapa mwezi siku nilikuwa safari, nilikuwa Rumonge, nilikuwa na show. Rumonge. Hebu tuambie tu Rumonge walipokeaje kule Rumonge? Walipokea safi. Sema mapokezi yao nilishangaa sana. Yaani sikuwa najua kama niko na mafanzi kule. Ila Mungu alitenda tu, nikakutana kila kitu kiko sawa kabisa. Yaani tulijaza, kila kitu kilikuwa sawa. Wanafuatilia social media zangu nikizani waliona. Ulikutana kumbe Shumi wanaifahamu sana kuliko? Wanaifahamu sana na wanaitambua. Watoto wa Rumonge nasikia walikatika, watoto wa Uswazi. Walikata mauno sana. Unachukua hata moja? Wapi? Kwa nini? Nilikuwa best tu. Unaye. Mtoto wa Kikamenge alishakuacha kuvunja. Ashanivunja. Mtoto wa Kamenge alishakuvuja. Ndio hivyo kama. Watoto wa Kamenge wanajiamini. Sana. So Saint Boy, labda tungojua kitu kimoja kutoka kwako. For now ulisema kwamba una nyimbo moja. Ndiyo. Kama sawa. So hiyo nyimbo moja ambayo unayo ya Shumi ndio uaga mara nyingi unaiperform au una zingine ambazo unaziweka tu unakuaga na perform kama vile surprise? Kuna zingine moja nafanya surprise, zingine natia beat pale naimba playback. Vitu unapiga sauti yako original. Ndio vitu ambavyo ulifanya kule Rumonge. Rumonge na nikawafurahisha sana, wamefurahi sana. Ni msanii gani ambaye Rumonge ulikuta kwamba anasemwa sana huko, anasemwa sana kule Rumonge ambao unaona kwamba ndio star alikuwa kama vile anakushtua? Ni star kunishtuaje, anaitwa Pablo. Jina yake Pablo. Kuliko Msamaria Danilo? Msamaria hakuwa na anasikika tu kule, ila sikumsikia zaidi. Ila huyo Pablo tulikumbana kwenye show. Sasa nikutana kwa perform, watu wanamuelewa sana kule. So ni ushauri gani ambao T-Max ambao alikupatia kwenye muziki wako mpaka sasa ungali kuna uzingatia? So tunaongeaga mengi. Yaani nikitaka tu kitu, nikiona kuna kitu kinanisumbua namwambia, kila kitu kinanisumbua namwambia. Lakini kuna ushauri ambao alikupatiaga mpaka sasa unautendea kazi na unafanyia mpaka kwenye career yako ya muziki unakukupoa? Ndipo. Yaani kuna alikuwa Naive ananiambiaga eti sio ndo niwe star kisha nifike na Jona mimi ndo mimi wapi ndakuwa na sijivimbishi sana. Hadi mabao. Sijivimbishi sana na nisikai nibaki na faka nzuri. Mtangazaji ambaye Burundi unamkubali mtangazaji gani? Hapa Burundi. Ni wengi tu. Ambaye unamfeel? Namfeel. Basi nikwambie ambaye anatumika kwenye radio. Nani? Kivodo. Kwenye ma TV? Kwa TV Mr. Captain.
Unasema kwamba mimi niko naye lakini anifeel, unaona? Basi ndio hivyo. Ni kawaida. Msije kusema ati unasikia anifeel. Eti mimi unifeel. Tutaenda kufeel brother, ni pole pole. Unasikia baadaye, mpaka sasa unasikia wasanii ananiambia tena, ananiambia live hata nifeel baadaye. Unasikia huyu mtu mimi naweza nikataka tukate nani kipindi. Ananiambia hata nifeel baadaye. Tukate au tuendelee. Basi mimi ushauri wangu ambaye boss wangu ananiambia kwamba mtu ni kawaida, mtu kusemwa, kupendwa, kusipokupendwa, alafu inabidi creativity. Basi acha tu tuendelee naye, hamna shida. So ulisema kwamba hauna manager lakini T-Max anakusaidia. Ananisaidia vitu vidogo vidogo, ni bon, sio kusema sina manager. Wote iko anataka kunisaidia, mimi niko free, tutafanya naye kazi ndio. Hebu conditions zako ambazo unaweza kuatia boss ambaye anataka kusaidia ni condition gani? Wewe atataka tu sign. Ambaye anasema anataka kufanya na wewe kazi lakini nahitaji kufahamu conditions zako. Labda alisikia kwenye kamera ili akuje. So mimi ni kutia muziki unaenda kuchana yangu ya YouTube. Hapa itende kuchana kwa YouTube ama channel zangu akwe nazo, hapana. Sio kama ni lebo. Labda ikuwe ni lebo. Ikiwa ni lebo safi. Tunasikia ni lebo. Itatokeana na mkataba pale tutaendelea tukafanza. So mimi muziki uende kuchana yangu ya YouTube na account zangu mimi ndo nisitizame sana. Msanii mmoja mkubwa Burundi ambao unatamani kufanya naye kazi siku moja? Satbi. Satbi? Kwa nini? Satbi tu. Ni wengi na Satbi, Fizzo, yani wote ndeza nikapata mwanzo tu tena tukafanya hii kazi. Hebu kwa maswali ya mwisho ambayo nilikuuliza, hivi unakumbuka swali la mwisho nilikuuliza? Ndio. Niambie. Ni ile ya collab. Kwa kufanya collab. Mbona sijamaliza ningali kuuliza? Hizo si ndo la mwisho. This is Saint Boy kama kawaida Shagwan. AKA Mr. Shagwan Indundi Afro. AKA Mr. Afro Ndundi. AKA Mr. baba hii jina bala. AKA Mr. Afro Ndundi. Tuko pamoja naye exclusive kwenye interview ya Amisho TV Plus 257. Usikose kucomment hapo chini, waambie ujamaa kwa sababu jamaa ana kipaji. Ni kijana lakini ana kipaji kikubwa. Anafahamu kuimba fresh. Labda ningesema kitu kimoja. Kwenye maisha yako ya muziki ni kitu gani waga unakipenda sana? Kwenye maisha yangu kuimba sana. Kuimba? Ndio kitu ambacho nakipenda sana. Kitu ambacho kipendi? Masuala ya muziki. Kitu ambacho sikipendi. Kwenye maisha ya muziki anapenda kuimba. Sasa kitu ambacho kipendi kwenye maisha ya muziki ni nini? Kujiona. Hapendi kujisifu. Kuna wasanii wengine akishaona alishakuwa na jina, anajisifu nini, yeye anakuambia eti hapendi kujisifu, anda watu wanisifie. Unapenda nani? Napenda watu wanisifie, sipendi nijisifu mimi mwenyewe. Anapenda nyie ndio msifie, hataki kama atajisifu mwenyewe kwa sababu wasanii wengine wanasema najisifu mimi ndio digihanga ngee kama siwasema alivyosema Fama Ngoya Gihanga nini hapana. Hapendi. Sipendi, napenda watu ndio waseme yule jamaa noma sana. Hebu tuambie project yako unayo kwenye mwaka 2021. Yani na project, yani nahesabia ni kuachia wimbo mwezi wiki 2 ziko mbele. Kisha na mwezi wa 11 naachia nyingine ngoma. Nyingine ngoma? Ni audios na videos au ni audio? Audio na videos. Audio na videos. Ndizo. Nani anafanya video mara nyingi? So kwa sasa Karimu Araba nisaidia kwenye shumi, ila kwa sasa kuna wengine tena walijitokeza kunisaidia. Yani mimi kujua nisaidia, niko tayari tu. Hebu ukiwaambia, unawaambia unasema majina yao wanajisikia. So MC the director iko tayari kunisaidia. Teen Vision iko tayari kunisaidia, wote ni madirector wawili walijiunga kwa sasa. Tunataka tufanye big video sana, yani video kali sana. Na audio zote za nyimbo hizo ulifanyia wapi? So moja iko kwa iBreezy. The breeze on the beat. iBreezy, ingine itumika wawili SBM pamoja na Betty Paste. So kwa nini iBreezy unapenda? Kwa nini watu wengi wanapenda iBreezy sana? Labda kitu gani kikufanya mpaka kwenda kwa iBreezy kufanya ngoma? Yani nishafanya ngoma kwa producer wengi wa Burundi. Nishafanya na nani pale KZ on the beat. KZ on the beat wa maana sana. Panam House. Nishafanya Betty Paste, nishafanya na SBM, nipasa parabaki nifanye na wengine tando nikaenda kwa iBreezy na wengine tena. Yani iBreezy ndo namfeel kwa sasa, ndo natamani kufanya naye kazi 1 2 3 mpaka ngapi? Tunafanya naye moja tu. Moja tu. Ndio. Ulimlipa ngapi? Ni siri. Wasanii, mbona kuna wasanii mwoga ukimwambia nilipa ngapi anashika labda ni bure hata kuambia. Ni siri, sio kwa bure. Si kwa bure. Sio kwa bure. Ni siri. Nasikia ulipewa pesa nyingi sana kule kwenye show ya Rumonge, is true? Hiyo ni siri. Nasikia. Naona mifuko imevimba. Ni kawaida tu, sio pesa. Unaziona hizi hapa zina? Ni kusaidiana, tulisaidiana si wote. Maana walioniita kule ndo walifanya promotion kule, nyimbo yangu ikapendwa kule. Na ndo akanita. Hebu tunaona kama vile kumalizia. Hebu niambie kitu ambacho wewe unahitaji kufanya special kwa mwaka wa 2020 kwenye muziki wako. So special kufanya huyu mwaka
Yani kufanya video nzuri, audio nzuri, kufanya nyimbo nzuri sana tu. Afu nyingine ile ratiba itakuja mwaka ujao, tafama collab sana yani. Waambie mashabiki wako wa Kamenge. Nawapenda sana, wazidi kunisupport sana yani. Ambera wasanii wa Burundi. Na vile ushauri wa Burundi. So kama ushauri tupendane sana, tupendane. So unaone mimi eti kisa ningali chini sijapanda, we ni legend msanii mkubwa, nikupatie link yangu ya wimbo wangu kisha ukatai kupost, no, sio vizuri. Tusapotiane, umoja kwa kutaka na muziki wetu songe mbele ni umoja. Kama mna umoja tutabaki umumu ndani tu. Ambia watu ambao wafanzi wa Ami Show TV kitu gani ambacho tunawaambia? Wafanzi wa Ami Show TV, mbaki mnafuatilia Ami Show TV, mfanye subscribe kwenye channel yao ya YouTube, msahau kutia comment. Ciao. God bless you so much. Yeah, thank you. Mimi nakushukuru. Asante sana. Neno la mwisho la kuniambia? Neno la mwisho la kuniambia mbele ya kamera? Nakupenda sana na nataka kufuatilia sana. Eti tulisema eti sikukusema. Siku ijayo nitakusema kaka. Inshallah. Mungu akibariki. Asante sana. Asante sana. Tunashukuru sana. So Ami Show TV kwa pamoja na MB Promoter aka Mr. Like Me Like, if you don't like me I don't like you too. Kwenye pande yangu nilikuwa pamoja na Sisi da Silva aka mnyama wangu kwenye kamera hapo. Alafu kuna mtu ambaye alikuwa ni invite wako alikuwa ni Senti Boy aka Mr. Shagwan, Mr. Afro Ndundi, mtoto wa Kamenge. Mtoto wa Kamenge. Ndio hivyo. Baya mate imekuwa imenikwama bana. Kawaida si unajua tena. Eti mtoto wa Kamenge. So tulikuwa naye tulichonga naye mawili matatu. Alisema kwamba T-Max ndio mtu ambaye anamsaidia kwa sasa, anamshika kama vile mkono. Alafu na Simon mtu ambaye anatusaidia ni bosi wetu King Daniel, CEO wa Ami Show TV. Bro, tunakupenda sana. God bless you so long. Sisi tunasemaga ni chao chao. Waambie watu chao chao. Chao chao. Urashaka makuru mashasha meza kandagizweho. Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iri okubganyu. Barenga imifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.